Habari za wakati huu, muda huu, mashabiki wa soka la kimataifa, karibu tena katika uchambuzi wetu wa kina wa soka, ambapo hapa tunaangazia moja ya klabu kubwa zenye mvuto mkubwa zaidi duniani, FC Barcelona. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mawimbi makubwa ya habari zinazozunguka klabu hii chini ya kocha mkuu wa sasa Hansi Flick. Kuanzia mikakati ya usajili, hatimaye mabeki tegemeo, hadi simulizi za kusisimua kuhusu jinsi benchi la ufundi la Barcelona linavyokuwa moto zaidi kulinganisha na klabu nyingine kama vile Manchester City. Yote haya yanatengeneza taswira mpya ya klabu hii inayopitia kipindi cha mpito chenye matumaini makubwa. Katika makala hii tutatazama ndani kabisa kuona ni kwa nini uongozi wa Barca umechukua maamuzi mazito kuhusu Andres Christensen, wasiwasi unaoendelea kumuhusu Jules Kounde, na kwa nini Pep Guardiola alidumu miaka 4 tu hapa lakini ameweza kukaa miaka 10 kule Manchester City. Tuanze na habari njema kwa mashabiki wa Blaugrana. Taarifa za ndani kabisa za Catalonia zinathibitisha kuwa Barcelona imedhamiria kwa dhati kumwongeza mkataba beki wao mpya wakati Andres Christensen tangu alipowasili klabuni hapo akitokea Chelsea kama mchezaji huru. Christensen amekuwa nguzo muhimu sana, sio tu kwenye ulinzi bali pia kama kiungo mkabaji wa dharura pale kwenye timu inapopata majeraha. Hansi Flick huwa anapenda kumtumia beki huyu Hansi Flick kwa sababu ana nidhamu kubwa sana uwanjani. Mbele anakuwa na high pressing na wachezaji wenye utulivu wa kumiliki mpira wakitokea nyuma. Christensen ana sifa zote hizi. Kwanza, utulivu na pasi. Ana uwezo mkubwa sana wa kupiga pasi zinazovuka mstari wa viungo wa timu pinzani. Pili, unajidhishaji kimbinu. Anadhihirisha kimbinu kivipi? Anaweza kucheza kama beki wakati wa kushoto, kulia, hata mbele ya mabeki kama pivot. Tatu, uzoefu wa kimataifa. Ameshinda mataji mengi makubwa ikiwemo ligi ya mabingwa ya Ulaya, hivyo anajua jinsi ya kuhimili mechi zenye shinikizo kubwa. Uamuzi wa kumwongeza mkataba Christensen ni ishara tosha ya kwamba Barcelona inataka kulinda rasilimali zake, ulinzi, na kuzuia madhara ya kupoteza wachezaji bora, hasa ikizingatiwa changamoto za kiuchumi ambazo zimekuwa zikiikumba klabu hiyo. Wakati mambo yakikaa sawa ya Christensen, hali inaonekana kuwa mawingu kidogo yanampata Jules Kounde. Licha ya kwamba Kounde amekuwa akicheza na kiwango cha juu sana kama beki wa kulia, yani right back, nafasi hiyo kiuhalisia sio asili yake. Bado kuna maswali mengi ya kiufundi, kisaikolojia yanayomzunguka beki huyu Mfaransa. Je, ili shinikizo la Jules Kounde linatoka wapi? Nafasi ambayo anapendelea kuchezea Jules Kounde mara kadhaa ni kama center back. Hivyo kutokana na uwepo wa Araujo pamoja na Kubasi na Christensen, yeye inalazimika kucheza upande wa kulia. Kounde ameonekana kwamba ana ofa nyingi sana ambazo zinatoka katika ligi kuu ya Uingereza, Premier League, kama vile Arsenal, Chelsea, Manchester United zimekuwa zikimfuatilia kwa karibu sana. Barcelona, kutokana na hitaji lao la kuwasawazisha mahesabu ya kifedha, yani financial fair play, wanaweza kumuuza kwa ofa itakayofika mezani. Tukiangazia kwa sura nyingine ambayo inayovutia sana, video hii inaonyesha mustakabali wa kocha wa zamani wa Barcelona ambaye ni sasa wa Man City, Pep Guardiola. Kwa fununu zinazoshika kwa kasi, huenda Pep Guardiola na Manchester City baada ya mkataba wake kuisha ikahisi kuwa amemaliza kila kitu cha kushinda chini ya Uingereza. Guardiola anarejea katika himaya yake ya kipekee kule Etihad. Ameshinda mataji mfululizo ya Premier League, kombe la kwanza la klabu bingwa la Ulaya, historia ya City kubadilisha kabisa mtindo wa uchezaji soka la Uingereza. Lakini swali kubwa linabaki kwa wachambuzi wengi wa soka ni kwamba Pep Guardiola ameweza kudumu Manchester City kwa miaka 10, wakati kule Barcelona alikaa miaka 4 tu na kuondoka.
Hapa ndipo tunaingia kwenye kiini cha falsafa na utamaduni wa soka ya Barcelona. Klabu ya mpira wa miguu kama kauli mbiu yao inayosema Més que the club, yani ni zaidi ya klabu. Kufundisha Barcelona ni kazi ngumu na yenye kunyonya nishati kuliko nyingine yoyote klabu duniani. Kuna sababu 3 kuu zinazofanya mazingira ya Camp Nou kuwa tofauti kabisa na Etihad, yani Man City. Kwanza tukianza na siasa za ndani ya klabu. Manchester City inamilikiwa na kikundi cha wawekezaji kutoka Falme za Kiarabu, yani Football City Group. Maamuzi yote makubwa yanafanywa kwa siri, kwa utulivu sana,